nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Neno la Bwana libarikiwe sana. Tuombe. Mtakatifu Bwana wa majeshi, na kutukuza ni kwa ajili ya afya na uzima ambao Bwana umetupa siku ya leo, tunasema ni asante. Asante hata ni kwa ajili ya saa hii ambayo imefika, tukaweze kusikia neno lako. Ifungue basi mioyo yetu ikapokee. Bariki Baba mnenaji anapoenda kunena, asinene yeye bali ukanene ndani yake. Fuatilia neno lako, na Baba wa mbinguni, nenda ukayaweze kuyapiga muhuri katika mioyo yetu. Bwana, tunasimama mbele kiwa ni vyombo tu. Mwokozi wacha Roho Mtakatifu akaweze kusimama kwa niaba ya watu wako. Asante maana unaenda kutenda ndani ya mtumishi wako. Asante maana umepanga na kunena neno lako kupitia mtumishi wako mchana wa leo. Ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. So Jesus said, hivyo Yesu akasema, that we can know God by looking at him. Tunaweza kumjua Mungu kwa kumwangalia yeye. And that we can follow him. Na tunaweza kumfuata. I think many people in the churches today, nafikiri watu wengi makanisani leo, do not have a relationship with Jesus. hawana uhusiano na huyu Yesu. I believe they think that going to church, wanaamini ya kwamba wanafikiria kuenda kanisani, singing in the choir, kuimba katika kwaya, is a relationship with Jesus. huo ndio uhusiano na Yesu. But it is not. Lakini hata hiyo haitoshi. A relationship with Jesus requires sacrifice. Uhusiano na Yesu Kristo unahitaji zaidi ya kujitoa. And it means following his commands. Niyo ina maana kufuata amri zake. On verse 15 it says, if you love me, you will keep my commandments. Na mstari wa 15 katika kitabu cha Yohana 14 nasema ya kwamba mkizitii sheria amri zangu mtanifuata. And my question to you all, na swali langu kwa kila mmoja wetu, do you love Jesus? je, wampenda Yesu? Amen. Amen. So you're keeping his commandments? Ukiziweka amri zake, let's talk about what some of his commandments are. tusongee habari ya baadhi ya amri zake ni gani. The first commandment I think of is to love God with all your heart, mind, and soul. Amri ya kwanza ni kwamba ukampende Mungu na moyo wako wote. And the second greatest is love people. Na la pili ukawapende na wengine. So do you love God with all your heart, mind, Je, and soul? unampenda Mungu kwa moyo wako wote? Amen. Amen. Do you love people? Je, unapenda na ndugu zako wapendao wengine? That's when the hard part comes in. Hapo ndipo shida inaanza. Because people can be mean. Watu wengine wanaweza kawa wagumu au wachoyo. They can hurt our feelings. Wakawa na hali hali za kimwili au. They can just not like us. Na wengine wakatuchukia. But we're supposed to love all people at all times. Lakini tunapaswa kuwapenda watu wote wakati wote. Another commandment said, he gave us, Na amri nyingine aliyotupa, he said, repent and be baptized. asema tubuni na mkabatizwe. Have you all repented Je, sisi sote tumetubu and gave your heart to Jesus? na kurudisha maisha yetu kwa Yesu? Amen. Have you? Je, tumefanya hivyo? Because it's so easy Inawezekana ikaonekana rahisi to think church kufikiria kanisa and singing in the choir is our relationship with Jesus. na kufikiria kuimba kanisani ndio uhusiano na Yesu Kristo. He wants more out of us. Anataka zaidi katika maisha yetu. Naangalia kitu kidogo. Mhubiri wa leo. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. I want to go back first before I give you other commandments, is that we have to prioritize God first. Nataka tukarudi nyuma kidogo kwa sababu nataka tukaangalie zaidi sana juu ya huyu Mungu. So when we do that, we will follow his commands. Na tunapomtii Mungu tutaenda kuzitii au kuzifuata amri zake. As I was studying the scripture, nilipokuwa nikiongea juu ya hiki kifungu, there were many commands of Jesus. Kulikuwa na amri nyingi za Yesu Kristo. If I listed all those, we'd be here for 2 hours. Nikianza kuziongea hizo tutakaa mahali hapa karibu masaa mawili. So I will be good to you and I'll give you a few. Kwa hivyo itakuwa vizuri nitaongea tu chache. He also said that we have to be merciful. Pia alisema ni lazima tuwe na huruma. That we're supposed to turn the other cheek when people are mean to us. Wakati mwingine kuna wakati watu wanakuwa katika hali ya kuchukia ama ngumu kwetu. We're supposed to go the extra mile for people. Kwa hilo watu hawa ni lazima sisi tuende zaidi ya vile wanavyo tufanyia. He said that we're supposed to seek him. Badala yake tumtafute yeye. And that means spending time with him. Na hiyo inamaanisha kwamba tuwe na wakati na huyu Yesu. He also said we cannot judge. Na pia alisema kwamba sisi si lazima tuhukumu ama sisi sio wahukumu. It is so easy to judge someone. Ni rahisi kuweza kuhukumu mtu. Look what that woman has on. Angalia huyu mama vile alivyovaa. Look at her shoes. Angalia viatu vyake. She has no taste. Ndekana kwamba hana mpango huyu. Look at her hat. Angalia moyo wake. It's messy. Naona imeharibika kabisa. That is judging. Hiyo ni kuhukumu. We have no idea what is going on in someone's life. Hatuna hata wazo ni kitu gani kinaendelea katika maisha ya mtu. She may be sick. Anaweza kuwa ni mgonjwa. A child may be sick. Hata pengine anakuwa mgonjwa. Her husband may be out of the job. Mtoto wake anaweza kuwa mgonjwa, bwanake hana kazi. So why would you judge someone like that? So kwa nini umhukumu kwa njia hiyo? He also said that we have to love the unlovable. Pia akasema ni lazima tupende kwa upendo ambao si wa kawaida, upendo pitao vipimo. That's the hard thing to do because we don't want to do that sometimes. Hiyo ndio jambo gumu ambalo kulifanya kwa sababu hatuwezi kufanya hivyo kila wakati. He also said that we should treat others like we treat ourselves. Pia akasema ni lazima tuwatendee wengine kama vile tunavyotaka sisi kutendewa. Also he told us that we should make disciples. Pia akatuambia lazima tubaki kuwa wanafunzi. And that is evangelism. Na hiyo ni kuhusiana na uinjilisti. That is going hut to hut, village to village, sharing Jesus. Hiyo ni kukutana mtu kwa mtu, kijiji mpaka kijiji, kuihubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. It sounds like a lot of things we have to do. Come again? It sounds like we have many things to do for Jesus. Inaonekana kwamba kuna vitu vingi ambavyo tunastahili kumfanyia huyu Yesu. But if Jesus is in our heart, kama Yesu yuko ndani ya mioyo yetu, it is easy. Hiyo inakuwa rahisi. Because we have Jesus living inside of us. Kwa sababu tunaye Yesu ambaye anaishi pamoja ndani yetu. So Jesus created us to love him and to glorify him. Kwa hivyo Yesu akasema tumpende na tumfuate. I say that again because we forget. Nasema hilo tena kwa sababu wakati mwingine tunasahau. He wants us to live for him. Anataka tukaishi kwa ajili yake. He also said, take up your cross and follow me. Kwa hivyo anasema uchukue msalaba wako na umfuate. So my question is, are we doing his commands? Je, swali langu ni tunafanya amri zake? Are we doing his commands? Je, tunafanya yale maagizo anayotuagiza?
Or you just come into church on Sunday and say, I have a relationship to Jesus? Au unasema nakuja kanisani Jumapili na unasema mimi na uhusiano na Yesu? The relationship with Jesus is every day, every hour, every month. Kwa hivyo uhusiano na Yesu ni kila siku, kila saa na kila mwezi. It's just not on Sundays. Si Jumapili peke yake. So my question again is, do you have a relationship with Jesus? Swali langu tena ni, je, uko na uhusiano na Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Have you admitted that you're a sinner? Je, umeangalia maisha yako na ukajigundua kwamba ni mwenye dhambi? Have you believed in Jesus? Je, umemwamini Yesu? Have you claimed him as your Savior and Lord? Je, umemkubali kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amen. Amen. It's very, very important because it says about many will say, Lord, Lord, and he'll say, I never knew you. Ni muhimu sana kwa sababu siku moja kama neno la Mungu linavyosema, wengi watakuja kusema Bwana Bwana, na Yesu atasema sikujua wewe. So I don't want you to be the ones who said, Lord, Lord, he never knew you. Sitaki tuwe kati ya wale waliosema Bwana, watakaosema Bwana Bwana, na Yesu aseme sikuwajua ninyi. My prayer for you is Ombi langu kwenu ni that you'll find out who Jesus really is. ujaribu kufanya bidii ujue Yesu ni nani katika maisha yako. Because he wants to be your God. Sababu anataka kuwa Mungu wako. He wants to be your Savior. Anataka kuwa mwokozi wa maisha yako. He wants to be your Lord. Anataka kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. And most important, he wants to be your friend. Na zaidi sana anataka kuwa rafiki yako. I know that he's all those to me and more. Najua ni ako zaidi ya hayo na anamaanisha mambo mengi katika maishani mwako. Jesus is my life. Yesu ni maisha yangu. That's why I want to be obedient. Because he said, if you love man. Ndio maana nataka tuwe watiifu, na ndio anasema mkiwa mnaniamini mimi lazima msishike sheria zangu. My friends, and why do you want to go to Africa? Marafiki zangu kule Marekani waliniuliza kwa nini unataka kwenda Afrika? They say you can serve God here in America. Akasema unaweza kumtumikia Mungu hapa Amerika. Because God told me to come. Kwa sababu Mungu alikuwa ameniambia nikuje. And that's obedience. Kwa hivyo hiyo nikatii na nikakuja. If you love me, you will keep my commands. Kama unanipenda utazishika amri zangu. So I have to keep my commands. Kwa hivyo ni lazima nishike amri za Kristo. Sometimes Jesus asks you to do things that you don't want to do. Sometimes. Yeah, sometimes he asks you to do something that you don't want to do. Wakati mwingine anakuambia ufanye jambo hata moyo wako unasema hili sitaki kulifanya. But I tell you, if you do it, you will be blessed. Na anakuambia ukilifanya lile ambalo unasikia moyo wako hautaki kulifanya, ukilifanya utabarikiwa. Because God wants you to do, when you do something for him. Kwa sababu Mungu anataka ufanye na anataka ufanye kitu kwa ajili yake. He has a reason why. Anayo sababu kwa nini. I'm going to give you an example. Nataka niwapatie mfano mmoja. I was in America on a Monday morning. Nilikuwa pale Marekani wakati mmoja. I went to a Christian bookstore. Nikatembelea duka la vitabu ama vitabu vya Kikristo. I was there to pick up a book. Nilienda pale ili nikaweze kununua kitabu. But God told me to buy a keychain. Lakini Mungu akanena nami juu ya jikoni. He said, buy this keychain for your friend Lisa. Na akasema nenda ukanunue kitu hiki cha jikoni kwa ajili ya rafiki yako Lisa. I said, no God, I'm not doing that. Nikamwambia Mungu sitaenda kufanya hivyo maana sikupanga. And God said, yes you are. Lakini Mungu akasema utafanya hivyo. So we had a fight, me and Jesus right there. Na nikawa katika vita mimi na Yesu wakati ule ule. I said no, he said yes. Akasema hapana, akasema ndio, akasema hapana, akasema utafanya. But Jesus won. Yesu akashinda. I bought the keychain, not knowing why I bought it. Na nikanunua kile kitu cha jikoni ama kifaa cha jikoni bila kuwa na shida. My friend Lisa came by my house on Thursday. Na siku hiyo rafiki yangu Lisa akapitia pale nyumbani.
we were talking and she was getting ready to leave my house. Tulikazungumza na alikuwa tayari kuondoka katika nyumba yangu. I said, "Oh, I forgot. God had me buy you something. Let me go get it." Na nikakumbuka nikasema, Mungu alinikumbusha ninunue kitu kwa ajili yako. Wacha nikakichukue. I said, "Here's your keychain God told me to give you." Hapa kuna kitu cha jikoni Mungu aliniambia nikununulie. She looked at me and started crying. Akaniangalia akaanza kulia. I said, "Why are you crying?" Nikamuuliza kwa nini unalia? I broke my keychain on Monday. Nilikuwa nimevunja ile kifaa cha jikoni. That's when I bought it. What? That's when I bought it on Monday. That's when I bought it. Na hiyo siku ndio ni siku ambayo nilinunua. And I told God, I said, "When will I have time to go buy a keychain, God?" Nikamwambia Mungu, sikuwa na wakati wa kwenda kununua kitu kama hiki. I'm a single mother with 2 kids and I work. Na hapa kuna mama ambaye ana watoto wawili na sasa tazama hii imekuwa manufaa kwake. God heard her prayer. Sababu Mungu alisikia kilio na maombi yake. So he had me buy her a keychain. Kwa hivyo akanisukuma ninunue kifaa kile. So when I gave it to her, nilipompatia on Thursday, siku ya Alhamisi, she knew God had answered her prayer. Akajua kwamba Bwana alikuwa amejibu maombi yake. She asked me, why would God do that? Akaniuliza kwa nini Mungu amefanya hivyo? Kwa nini akusukuma ununue? I said, because he loves you, Lisa. Sababu anakupenda Lisa. So your obedience affects other people. Kwa sababu ya upendo wake Kristo unagusa hata na wengine. So he talks to us all the time. Anaongea nasi kila wakati. Kwa hivyo kwa utii wako utagusa wengine. He says, if my sheep know me, they'll know my voice. Kondoo wangu wananijua na wanajua sauti yangu. So be obedient to the Lord. Kwa hivyo kuwa mtiifu kwa Bwana. And love him with all your heart. Na umpende kwa moyo wako wote. With all your soul and mind. Na akili zako zote na moyo wako wote. And do all his commands. Na ushike amri zake. I know life gets hard sometimes. Najua kupenda wakati mwingine ni vigumu. There's many challenges. Kuna changamoto mingi. But I know for a fact that God is in the center, in the middle of all those challenges. Najua Mungu atatuma mtu katikati yetu, katikati ya changamoto zetu. I've come to find out the challenges make us more like Jesus. Na nimekuja nikagundua ya kwamba changamoto zinatufanya kuwa kama Yesu. It gives us strength. Zinatutia nguvu. And it gives us character. Zinatuleta katika tabia nzuri. And makes us more like Jesus. Na zinatufanya kuwa kama Yesu. So embrace the challenge. Kwa hivyo kumbatia changamoto. Because God wants to teach you something. Kwa sababu Mungu anataka kufundisha jambo. I have had many challenges in my life. Nimekuwa na changamoto nyingi katika maisha yangu. I was raised with an alcoholic father. Nililelewa na baba. We didn't have very much food. Baba alikuwa maskini, hatukuwa na chakula kingi. And I grew up. I wonder if y'all realize, you know, I have a bad arm. Nikakuwa, si unaona kama vile unavyoniona? Do you realize I have a bad arm? Je, mumeangalia na mkaona kitu katika mkono wangu? That's why I shake with my left hand. Hiyo ndio maana wakati mwingi ninatumia sana mkono wangu wa kushoto. Because when I was born, sababu nilipozaliwa, I was paralyzed my whole right side. Niliweza kulema karibu nusu ya mwili wangu. I could not use my hand. Singeweza kutumia mkono wangu. I could not walk. Singeweza kutembea. I had to learn to walk when I was 8 years old. Nilianza kutembea nilipokuwa na miaka 8. And I couldn't understand why God gave me that handicap. Singeweza kuelewa kwa nini Mungu alinifanyia haya. But God has used even the handicap. Lakini Mungu akawa anatumia hivyo nikiwa katika hali hiyo ulemavu. Because God creates us for a purpose. Kwa sababu Mungu anatuumba kwa makusudi. On purpose. Na katika kusudi. Because when I came here to Africa, So alipokuja hapa Afrika,
I've noticed that people with handicaps, mental or physical, Niliona watu ambao walikuwa wana ulemavu wakiwa wameachwa. they are shunned, they're put away. Watu wanawakataa, wanawaweka kando. So what does God do? Na Mungu afanye nini? He sends a white woman with a handicap to Africa, Mungu akatuma mtu ambaye pia naye ni mlemavu, where this can be used for him. ili kwamba akaweze kuwa chombo chenye kwa ajili yake. Because God has a purpose for it. Kwa sababu Mungu ana makusudi. He has a purpose for all he does. Anafanya kwa makusudi, anafanya kila kitu kwa makusudi yake. Then I had the challenge of in 1983. Na nikawa na changamoto nyingine hapo mwaka wa 1983. My child died. Mtoto wangu alifariki. I had a child, she was 1 year and 3 months. Nilikuwa na mtoto akiwa na mwaka mmoja na miezi 3. She died in a fire. Akafa katika moto. And that broke my heart. Na hiyo ikavunja moyo wangu sana. It made me turn my back on God. Hata nikafikia mahali nataka niachane na Mungu. I was angry at God. Nikaanza kuwa na hasira na Mungu. So I ran from God for many years. Nikamwacha Mungu, nikaanza kwenda njia zangu. But he chased after me. Lakini Mungu akanifukuzia, akanipata. And got me back. Na akanirudisha. Ndio Bwana makofi mazuri. He brought me back Na Mungu aliponirudisha, because most children here in Africa. La kwa njia hiyo wamama wengi katika hapa Afrika, He's going to use that in my life for you. Wamemkubali Kristo na anaenda kutumia hali hiyo ya maisha yangu kwa ajili yenu. So everything God gives you allows you to happen to you. Kila kitu Mungu anachokupatia ama anachokiruhusu kifanyike kwako is to be used for him. Inakuwa cha manufaa kwake yeye. And that is why I love children so much. If you see me, I'll play with the children, I talk to the children. I see children before I see adults. Ndio maana mimi naona watoto wengi. Na ukiniona nikicheza na watoto wengi katika macho yangu, naona watoto wa Mungu kwa Bwana. Amen. Because I am 64 years old. Kwa sababu niko na miaka 64. But I act like I'm 8 years old. Lakini naonekana kama ni mtu wa miaka mingi. I love children. I love playing with them. Napenda watoto, napenda kuomba pamoja nao. So whatever you go through in life, kwa hivyo chochote unachopitia katika maisha, I want you to embrace it. Nataka ukikumbatie. And ask God. Na umuulize Mungu. How do you want to use this in my life for someone else? Utawezaje kukitumia hiki kwa manufaa katika maisha yangu? And he will use it. Na hata Mungu atakitumia, atatumia ile changamoto. So I ask you again, if you love Jesus, you will keep his commandments. Na nawauliza tena, ukiwa unampenda Yesu, utazishika amri zake. And I say that so much because it's about obedience. And God does not require a lot from us. Nimesema hayo kwa wingi kwa sababu ni juu ya utiifu. Kwa sababu Mungu hatafuti mambo mengi, anatafuta tu sadaka ya kutii. All he requires is our life, our surrender. Ni kitu ambacho kinahitajika katika maisha yetu ni kujiachilia. Jesus gave his life for us. Yesu alitoa maisha yake kwetu. We should give our life for him. Na sisi lazima tutoe maisha yake kwake. So I ask again, do you have a relationship with Jesus? Nauliza tena, je, uko na uhusiano na Yesu Kristo? Amen. 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 I guess that's all I have to say right now. Naona gari mzago nyalipe Yesu. Pigia Bwana makofi mazuri.